Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tutajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kuongeza mtumiaji mwingine kwenye kompyuta yako. Yaani jinsi ya kucreate account nyingine kwenye kompyuta yako. Iwe ni kwa ajili ya mwanafamilia, rafiki au mfanyakazi. Ni njia bora ya kuweka faragha na mipaka bila kugusa mafaili yako binafsi. Kama unapenda mafunzo haya, usisahau kulike video hii, kusubscribe, kuwasha kengele ya alert. Washa kengele ili uweze kupata notification pindi tunapoposti video mpya. Okay, kabla hatujaingia kwenye hatua za vitendo, hebu tuone faida ya kuwa na akaunti tofauti za watumiaji kwenye kompyuta yako. Faida ya kwanza ni kulinda mafaili binafsi. Faida ya pili ni kuweka mazingira tofauti kwa kila mtumiaji kama themes, apps na documents. Faida ya tatu itakuwa ni kuzuia mtu mwingine kuharibu au kufuta kazi zako kimakosa. Huwa inatokea tunapowapa watu kompyuta zetu watumie, inatokea kwamba mtu bahati mbaya amefuta faili hivyo. So njia rahisi zaidi ya kulinda hizo taarifa zako binafsi ni kuweka au kuongeza user mwingine au mtumiaji mwingine au kucreate account nyingine kwa ajili ya mtumiaji mwingine kwenye kompyuta yako. Kwa njia ya haraka kabisa kucreate account nyingine ya mtumiaji, nenda kwenye setting, utaenda hapa kwenye start button. Baada ya kuclick start button, utaenda kwenye setting, utaandika setting. Baada ya setting kufunguka, utaenda sehemu imeandikwa account. Hii hapa, utaklik account. Baada ya kuifungua account, utakutana na profile ya user account aliyopo. Huyu ni user, username yake ni user, ni local account lakini pia ni administrator. So ili uweze ku-add another account, utaenda sehemu imeandikwa hapa, imeandikwa family and other user. Utaklik family and other user. Baada hapo utaklik other user, utaenda kwenye option ya other user, utaenda ku-add someone else to this PC. Kwa hapa utamuongeza mtu mwingine account nyingine kwenye hii PC. Kwa hiyo utaklik. Ukiklik itakuletea option ya Microsoft account. Yaani uingize credentials za email ya Outlook au Microsoft account. So kama hauna account ya mtumiaji, utaklik hapa I don't have this person sign in information, utaklik. Baada ya kuklik utasubiri kidogo. So baada ya kufunguka, baada ya kuklik ile I don't have this person sign in information, itakuletea hii window hapa. Kwa tuta add user without Microsoft account. So utaklik add user without Microsoft account. Baada hapo sasa utaingiza jina la mtumiaji kwenye hii kompyuta. Utasema labda ni mwanafunzi, student. Okay. Huyu ni student, user huyu ni student, lakini tutaset password yake. Tutaset password. And hapa tutaandika maswali in case kama ikitokea umesahau username au password. Kwa hiyo huyu ni student. Kama ni student tutaangalia huyu mwanafunzi first nickname yake ni nani. Tutaanza kujibu haya maswali hapa. Tutasema your nickname childhood ya student huyu ni alikuwa ni ataitwa labda ni Joe. Okay, hiyo ni nickname.
lakini city aliyozaliwa let's say ni Dom. And last question utachagua hapa school ambayo ameattend, let's say so ni Dom pia. So baada ya kuanza hizi hint question, hizi zitakusaidia in case umesahau password yako. Zitakusaidia ili uweze kufanyaje? Ili uweze kukumbuka ile password uliyoweka kupitia hizi hint. Kwa hiyo baada ya kuchagua hizo hint kujibu haya maswali, utaenda kwenye next step. So hapa next step tayari tunakuwa tumeshaongeza account ya mtumiaji mwingine kwenye kompyuta, ambao mtumiaji sasa anaitwa nani? Ni student na ana local account. Kwa hiyo nitakapo restart kompyuta yangu itanipa option mbili za kuingia, kama user wa kawaida au kama ni student local account. Kwa sasa tuna mtumiaji mpya ameongezwa kwenye kompyuta. Lakini pia kumbuka kuweka haki au permissions kwenye hii account. Sawa? Lazima ukumbuke kuweka permission kwenye hii account. Permission ni kama kumpa huyu credentials za administrator, awe administrator, ili atakapoingia kwenye account yake aweze kuinstall program yoyote ambayo anahitaji. Bila kumpa hiyo option itakuwa vigumu kwake kuweza kuadd program yoyote kwenye kompyuta yake. Kwa hiyo mpaka atakapokuwa na password ya administrator ambayo ni ya kwako, ambayo hiyo tena hatuitaki option. Kwa hiyo pia tunaweza kumpa permission kama administrator kwenye hii account. So ili kuweza kuweka hizo permission za administrator, utaenda tu zile step, utakuja mpaka hapa. Baada ya kufika hapa utachagua hii account. Baada ya kuchagua account tuta-click hiyo account, itakupa option ya kuchange account type. Uta-click hiyo change account type. Na hapa ni standard user. Kwa hiyo tunamtoa kutoka kwenye standard user kwenda kwenye administrator. Kwa hiyo tampa okay. Kwa hiyo obviously huyu tayari ameshakuwa ni administrator, ni local account, lakini pia ni administrator. Lakini pia ukitaka kuremove account yoyote kwenye kompyuta yako, basi uta-click hiyo account na kuremove hiyo account. Kwa hiyo pia tunaweza kuremove hiyo account ya student au account yoyote ambayo iko kwenye kompyuta yako ambayo hauhitaji iwepo, unaweza kuremove pia. Lakini hakikisha umebackup kwanza mafaili ndipo uremove hiyo account. Maana ukifanya hivyo bila kubackup mafaili utajikuta umepoteza mafaili yako yote. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza kuadd user kwenye account yako. Njia ya pili ambayo unaweza kuadd user mwingine au mtumiaji mwingine kwenye kompyuta yako ni kupitia control panel. Kwa hiyo hapa utaenda kwenye start button, utasearch control panel. Control panel hii hapa. Baada ya kuclick control panel, utaenda kwenye user account, uta-click user account, uta-click tena user account hapa. Then utakutana na user hapa. Kuna user ambaye ndio yuko hapa. Kwa hiyo ili uweze kuadd user mwingine, utaenda kwenye manage another account hapa. Uta-click hii manage another account. Itakupa option. Kwa hiyo hapa kama unavyoona tuna account mbili, kuna student na pia kuna huyu user. Na zote ni administrator kama tulivyoweka permission. Na zipokuwa protected na password. Kwa hiyo naweza kuadd user mwingine ambaye huyu user tutamuita tukiklik add user itanileta kule kwenye step ambazo tulizifanya awali. Kwa hiyo unaweza tu kuclick add someone else kwenye hii computer, then utasema I don't have any information about this person. Baada hapo uta add user without Microsoft account, yani Outlook account. So uta click okay, then tuta add user. Na user atakuwa ni friend. So naweza kwenda tu next bila kuweka password. Naweza create account inaitwa friend, hatujamwekea permission yoyote wala password yoyote. So hivi ni namna ambavyo unaweza kuadd account au user mwingine kwenye kompyuta yako ili kuweza kulinda
mafaili yako na data zako muhimu. Kumbuka kila akaunti na mazingira yake, hivyo unaweza kuwalinda wanafamilia dhidi ya matatizo ya kimfumo. Kwa hiyo unaweza kuadi akaunti ya familia na hiyo familia ukawalinda dhidi ya mfumo na kadhalika. Lakini pia unaweza kuadi akaunti ya watoto na wakawapa zile permission kwa ajili ya watoto. Hizo kompyuta nyingi zina hizo option kwamba ikawa kwenye kids mode na akafanya mambo yanayohusiana na watoto tu. So hivyo ndivyo unavyoweza kufanya kuadi user account na kuadi another account kwenye kompyuta yako. Je, ungependa kujifunza jinsi ya kuondoa mtumiaji au kuweka muda wa kutumia kompyuta kwa watoto? Tuambie kwenye comment. Na usisahau kulike, kusubscribe, kushare video hii. Asante kwa kutazama, hadi wakati mwingine. Bye bye.